Sema amen. Mpe Yesu makofi mengine mazuri. Mpe tena Yesu makofi mazuri. Haleluya. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Tumshukuru Mungu. Ya wakati wa mhubiri wetu tumepanda pale. Chepe Yesu makofi kwa ajili ya Mungu. Mwalimu nafanya mazoezi jana na ubali kutana na nyinyi baadaye kwa dakika kama 3. Jana ambao umefanya zoezi. Nitakutana na nyinyi. Ongea na nyinyi kidogo. Lakini
niseme kidogo kabla sijatoka. Musa na Jesse, nyie mtakuwa mnaangalia vyombo. Sana Jesse, mtakuwa mnaangalia vyombo. Nyie ndo tutakuwa kitu kiharibika, tutamuuliza nini? Kwa kitu kiharibika, tutatoa, tutasema amen. Sema amen. Musa na Jesse. Kwa hiyo tutakuwa nakaa hapo, ujifunze kuseti, utakuwa paa kwenye vyombo na ujifunze kuseti. Sijawahi kumtangaza mtu moja kwa moja kwenye ibada, lakini nimekutangaza wewe ndio utakuwa hapo na Jesse. Amen. Amen. Pia vyombo vikiharibika, mtamwona huyu atakuwa ndio mwenyekiti wa vyombo. Hapo simama mtumishi. Huyu atakuwa ni mwenyekiti wa vyombo vikiharibika. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi kitu chochote kikiharibika, usione nini. Utamuona huyu. Yeye ataniomba mimi nimwambie fundi ni nani. Sawa? Leo lakini baadaye atakana nini? Kuna maneno mengi lazima nikanyanyua. Mungu wa mbinguni atubariki sana. Sema amina kwa jina la Yesu. Wewe mtumishi wa Mungu, utasimamia leo. Muda mwingi nilikuwa nasimamia mimi. Kwa wakati mwingine inabidi uwahi kwenye ibada. Uangalie vibuai. Hata kama mimi nimo, hata kama nimeamka usiku, nimeomba, lakini inabidi ukija na uhakikishe wakati mwingine wakikije kabisa mazingira kwa vizuri. Uwasiliane na wao, watakupa taarifa. Au utapata taarifa kwa mtu mwingine, kwa wale wamini. Sawa baba? Au utapata taarifa kwa mtu mwingine yote, kwa hao wamini. Jesse na Musa. Nimeiona mioyo yao. Ni watu nikiwaonya wanasikia na wananielewa. Wewe wengine Mungu atubariki. Kwa hiyo vyombo sasa na vikabidhi basi. Kwamba sitakuwa na dini mimi na vyombo tena. Amen. Sema amen. Ila mseti vibaya kwa sababu najua kuseti na kuingilia. Usije kusema mbona kuingilia mzee. Ukiseti ndio sasa najua kuseti. Sasa unakuaje afu wewe useti vibaya. Nisiwewe mwana hapo napiga kijito ile nakuja kule kusema huyu mtu mwenye vipi baba vipi nakuja kule. Kwa hiyo Mungu awabariki jamani, ibada nzuri ya leo. Mchapie Yesu makofi mazuri. Na Mungu aliniambia jana usiku mpe Yesu makofi mazuri. Mchapie tena Yesu makofi mazuri. Basi karibu mtu wa Mungu, fanya ufanyavyo. Saa 8 kamili kila kimemalizika. Tena wewe ni msomi. Kiwezekana hata saa 8 isifike. Mnasemaje? Si msomi. Kila kitu kiwe. Asante. Amen. Saa 10 kao. Tena nyumbani saa 10 kao. Chasema kiasi. Basi sio kanisa na kikao kitafikia hapa. Kwa hiyo ningetamani siku hata moja. Kwa hiyo tutatamani. Mungu abariki. Amen. Unaweza kufunika macho yako, tushukuru Mungu kwa dakika moja. Funika tu macho yako. Wakati tunaomba Mungu akanambia jana ongeza sauti hiyo. Tumekuwa bize na majukumu Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Sinaangalia nimefunika macho. Mshukuru Mungu, nimegurusu kwa dakika moja. Mshukuru Mungu, usinishangae mimi. Funika macho yako, mshukuru Mungu dakika moja. Mwambie tu Mungu asante. Asante kwa wiki nzima. Ni mengi yametokea, ni vingi vimetokea, lakini bado Mungu ameendelea kuwa mwema kwetu. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tunakushukuru Mungu hata kwa ajili ya Jumapili ya leo Bwana. Tunajua ni neema na kibali cha Mungu ambacho umetupa. Nasema asante Bwana mabwana. Asante Mungu unayetusaidia, maana sisi tumejifunza kutumaini wewe tu. Tumejifunza kukuamini wewe tu Jehova Shama. Asante hata kwa ajili ya muda ambao Mungu na kwenda kujifunza neno lako. Mungu atufundishe mwenye Bwana. Mimi wala
nisiwachosha watu, lakini Mungu kanitumia kama upendavyo kwa muda mfupi, Mungu, kwa ajili ya kujenga ufalme wako Bwana wa Bwana, na kuhitaji Mungu kanitumie, maana sijui niseme nini, lakini uko Mungu ambaye anatusaidia. Asante kwa ajili ya asubuhi ya Bwana. Mambo machache ni kwa mimi Mungu ya kwamba unaweza kufanya. Amen. Amen. Bwana apewe sifa. Naomba utulivu kidogo kwa watoto. Naomba Mungu mpaka saa 7:30. Mungu anisaidie mpaka tufike nusu saa tu. Baba nisiwachoshe ili tukaendelee na mambo mengine. Bwana apewe sifa. Unaweza kumgeukia mwenzako, muangalie kidogo. Geukie mwenzako uliyekaa naye, muangalie usoni, unaona nuru au unaona giza kwake? Haleluya. Nakushukuru askofu kwa nafasi. Asante sana. Mimi shughuli kawaida. Nakushukuru sana Bishop. Basi kwa dakika hizi chache naomba natumia muda mfupi kwa natamani ujitahidi kunisikiliza na ujitahidi kuelewa. Usipendi kusimama alafu unatoka hapo hujaelewa kitu. Au unatoka ulipokuja unatoka kama ulipokuwa umekuja. Kwa hiyo kama unapotoka upate kutoke na kitu. Bwana basi kujitahidi kwa dakika chache ambazo nazitumia, na wewe jitahidi concentrate. Uwe hapa. Bwana basi. Amen. Achana mambo ya nyumbani. Achana vitu vyote. Lakini Mungu anakwenda kutenda jambo jipya. Bwana basi. Siku moja akaniambia, siku moja ameenda ibadani alikuwa na 10,000. Yeye na mke wake walikuwa na shilingi 10,000. Sasa wamefika, yule bwana akawa anamwambia, "Yangu mimi 10,000 naenda kutoa sadaka." Akamwambia, "Baba nani, unajua nyumbani hadi hivi. Unaelewa tumetoka, unajua. Hamna chochote, hamna nini. Alafu unataka utoe 10,000." Bwana akazi. Lakini bwana akasema, "Nasikia hivyo, nasikia kutoa." Si unaelewa? Basi bwana yule mtu akatoa ile sadaka yake, wake amechukia kweli. Baada ya pale wamaliza ibada, na jamaa akatoa, lakini naye anafikiria, Mungu, fanya basi jambo moja. Sababu ni kweli nikirudi nyumbani tutashikana mashaka. Ndio kwenye ndoa mnajua mambo. Bwana asifiwe. Lakini akamwambia kujiwa chochote kilichotokea wakati baada ya maisha wanatoka. Hakutana na hela mlangoni, yani akazikuta tu. Hata watu wanapita lakini yeye akaona zile hela. Akazichukua na alivyo mwema bwana, naomba utangaze kama kuna hii hela ya mtu yote. Wanatangaza pale mwenye hela hamna. Jamani mwenye hela yote. Hakuna mwenye fikira hana mimi sijaangusha wale jamani. Kama anataka kuchukua nenda naye Bwana akwesi. Na ilikuwa zaidi ya 10,000 ambayo alikuwa ameitoa. Bwana akwesi. Sasa nataka nikafundishe jambo moja, law ya ubora. Excellence spirit au spirit of excellence. Bwana akwesi. Amen. Law wa ubora au spirit of excellence au excellence spirit. Bwana akwesi. Bwana akwesi. Amen. Spirit of excellence. Law wa ubora. Sikiza. Kwenye ulimwengu wa roho hauna mtawala kwamba huyu ndo anayedominate ulimwengu. Unaelewa? Yaani ulimwengu wa roho hauna kwamba huyu ndo anayedominate ulimwengu. Lakini anayetawala ule ulimwengu ni mtu mwenye nguvu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hakuna namna ambayo utautawala ulimwengu wa roho kama huna nguvu. Na the secret behind ni kwamba maisha yanaanzia wapi? Rohoni. Bwana asifiwe. Maisha yanaanzia
Sasa ulimwengu wa roho ulipowekwa sio wa mtu fulani. Ndio maana hata shetani anaweza akadominate. Bwana akwezi. Shetani anaweza akadominate kama wewe hauna nguvu, yeye ndio atatawala ule ulimwengu. Bwana akwezi. Kwa hiyo kama hauna nguvu ya kutawala huo ulimwengu, believe me kwamba utabakia kwa chini. Kama hauna nguvu ya kudominate a spiritual level, believe me kwamba viwango ulivyo navyo vitaendelea kuwa hivyo, kwa sababu hauna power ya kudominate ulimwengu. Haleluya, haleluya. Sijui kama unaelewa. Sikiliza, dunia haina huruma. Mwambie mwenzako, dunia haina huruma. Mwambie hivi, naomba kinanda wacha. Acha. Mwambie hivi, hakuna atakaye kuonea huruma. Mwambie, ngeokea sasa, mwambie, sikiliza, hakuna atakaye kuonea huruma. Hakuna atakaye kuja siku moja kukuonea wewe huruma. Bwana asifiwe. Hii dunia inataka watu wenye nguvu. Ndio wanaweza kudominate. Ndio wanaweza wakatawala. Haleluya. Na dunia inatambua makundi mawili tu, superior and inferior, aliye juu na aliye, yaani kwa ufupi. Ndio maana mtu akiwa mjinga sana tunamjua. Hata shuleni nilikuwa kwamba mtu anayefeli anajulikana, si ndio? Anayefeli nani? Mtu fulani tunamjua. Alafu mtu bright darasani nani? Tunamjua. Wa kwanza. Unaelewa? Leo nimekuja kutoa kodi ngumu. Sasa ukitoka hivi, ukitoka hujaelewa. Bwana hapasi. Kwa hiyo kinachotakiwa sisi tufanye ni kutafuta kuwa superior, kwa sababu makundi yanayojulikana ni makundi mawili: mtu mwenye pesa na mtu tuongee kwa sababu ya mtu mwenye pesa, tajiri na nani? Hakuna mtu wakati mimi maisha yangu nimebalance kidogo hivi kidogo hivi, niko middle, maisha yangu niko middle, na mtukuza Mungu sana kwa maisha, maana napata sadaka natoa. No, dunia inatambua makundi, mtu aliye juu na mtu aliye chini. Sikiliza, Biblia yenyewe inatuambia, hebu niwekee Ufunuo 3:15. Naomba uende kwa haraka. Baada ya nusu saa au dakika 30 utanishtua. Naomba hiyo Ufunuo 3:15 nasema hivi. Ndio. Najua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Endelea. 16 nasema, basi kwa sababu una uvuguvugu wala hu baridi wala moto, nitakutapika kutoke katika kinywa changu. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ni Biblia. Ni kanisa la nani alisema andikiwe leo hii siku. Sasa hebu niambie 15. Anasema hivi, chagua aidha kuwa baridi au kuwa, ndio makundi yanayojulikana in every place, everywhere. Makundi yanayojulikana ni makundi mawili: una nguvu au hauna. Sikiliza, there is no way dunia itakuona wewe. Tunaenda jeshini, nimetoka form 6, nimerudi nyumbani, nimeingia kanisani, nimekuwa na maombi ya kutosha kwamba Mungu, ninaenda jeshini leo. Hiyo siku ndo nahitimisha. Nikaandika karatasi changu kwenye daftari, nikaandika Mungu, naenda jeshini, lakini tukianza mambo ya vyuo kwanza matokeo yaje vizuri. Nikaandika private division ambayo naitaka, lakini Mungu, unajua mimi napenda udaktari, chuo fulani Muhimbili,
Nikaandika ile maombi, nikakunja kale karatasi, madhabahu za kanisani nyumbani. Niko peke yangu. Nikaenda madhabahuni hivi kwenye mitambaa. Nikatafuta kaengo tu nikakaficha kale karatasi. Bwana apesi. Sikiliza. There is no way kama una nguvu unaweza kudominate. Hamna namna yote unaweza kutawala kama una nguvu. Hamna namna yote vitu vinaweza vikatokea kwako kama una nguvu, believe me. Sina leo. Utakachokuwa unajifanya ni kujifariji. Na ndio maana wanakuwa wengi sisi tunaonekana vitu vyetu sio bora. Tunaonekana mambo tunayofanya hatuna ubora kwenye mambo tunayofanya. Na wengi wametuchukulia hivyo kwamba sisi ni wa kuomba sana. Lakini hatuna ubora kwenye kufanya vitu vyetu. Bwana apesi. Excellence spirit. Mungu atusaidie. Tuwe watu wenye roho wa ubora, ambapo tukisimama kufanya vitu vyetu vinafanyika kwa ubora, alafu na watu wanaona. Amen. Bwana apesi. Amen. Bwana apesi. Sio umeanza kunielewa afu unaanza create hiyo shauku kwamba Mungu mpaka anapotoka roho bora wewe kwangu. Haleluya. Haleluya. Sasa nimeenda uongozi wa Sabato. Tumeenda jeshini. Na mimi naendelea kumkumbusha Mungu. Baba Mungu, kumbuka ile agano nilifanya pale kanisa. Na nilisema napotoka kule nitakutolea sadaka. Yaani siku ile natoka nifanye nikifika naenda kuchukua ile karatasi. Nikirudi nachukua ile karatasi, hapo nakuja kusoma, jamani, huyu Mungu leo nimemuona. Niliandika 1, 2, 3 na leo amefanya. Haleluya. Haleluya. Chagua kuwa baridi au kuwa moto. Brother, usijifanye wewe umebalance. Mimi moto kidogo na baridi kwa mbali. Biblia inasema kwa sababu umekataa kuwa baridi au moto, nitafanya nitakutapika. Yaani hakutaki atakutapika kutoka kwenye kinywa chake. Kwa sababu umechagua kuwa vuguvugu. Sinaelewa. Sasa niko kule, matokeo yanatoka kwanza, yanakuja hapa siku ya tarajia. Sinaelewa. Yaani ndio na kuna mtu anakuja kwa Bwana Mungu anaweza. Wewe endelea kumtumaini. Itatimia tu, pengine wala matokeo yanakuja vibaya, lakini application Mungu anaweka kwenye mfumo. Sinaelewa. Application zinaanza kufanya, tunaanza kufanya, niko kule application ya kwanza naanza kuifanya. Inarudi majibu, sina tu. Sifa sina, sistahili. Bwana apesi. Bwana apesi. Na sio kwamba nilikuwa sina akili. Mimi nina akili. Bwana apesi. Na nilikuwa nasoma. Sio. There is no way. Kama una nguvu, kuna watu utasoma, unawasomea wao. Wewe kazana tu, uko busy na biashara yako. Siku za ibada unasahau, mimi biashara yangu kwanza. Utakuwa unafanya biashara, unawafanyia watu wengine. Amen. Sio. Watu wanaweka biashara. Mtu kafungua duka, mtu anafika lazima, kwani una duka gari yako? Akamwambia mtu, mbona nilipita sikuona duka lako? Yaani duka lako halionekani. There is no way. Kama hauna nguvu, utatoboa mwenyewe. Amen. Amen. Bwana ape sifa. Amen. Bwana ape sifa. Hakuna namna kama hauna nguvu. Utatoboa. Sasa Madam Mwalimu, dirisha la pili linakuja. Niko kule jeshini. Mimi wakati nasema jeshini ukienda uombe, mimi nilikuwa naomba. Maana naona huu moto siwezi, sielewi. Alafu sasa ushaikuwa unawafundisha watu ndio kundi lako, alafu wale wote wamepata vio tena vizuri. Alafu wewe kidume ndio umebaki uelewe. Bwana apesi. Amen. Yaani unabaki uelewe. Sasa na hawaelewi. Yaani unajua unapata mzigo afu hawaelewi.
Unakaa unapata mpaka vitabu, unamsoma Samson. Samson anasema, Mungu mara hii moja tu nikumbuke. Yaani mpaka hivyo vitabu vinakuja kwamba Bwana mara hii moja tu. Haleluya. 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 Kwa hiyo dirisha la tatu linakuja, sijapata. Hapo niko nyumbani. Mamangu analia tu, wewe umekuloga. Wewe umekuloga. Kaambia hana. Ndio mama. Ila unasikia maumivu. Mimi anaposhukuru hapa, unajua kumaliza chuo sio kitu kidogo. Kumaliza elimu sio kitu kidogo. Mapambano ni makubwa. Vita ni vikubwa. Kwa unaona mwingine anaweza kawa elewi, unaona kwani si anasoma tena chuo ni bata. Vita ni vikubwa. Bwana apewe. Bwana apewe. Amen. Dirisha la 4 nimekuja kupata ndo la mwisho. Napata kozi ambayo sitaki. Hasa mimi nataka udaktari, wamechagua kozi ya kompyuta. There is no way. Kama una nguvu, utabakia kulia, utabakia kuonewa. Ulimwengu wa roho anaweza kuutawala ni mtu mwenye nguvu. Na katika mtu wao ni shetani. Katika hebu niwekee hiyo Ayubu. Niwekee Ayubu 1:6. Mtu ambaye huwa haoni aibu ni shetani. Kwa hiyo ukasema shetani eti anakuogopa kama una nguvu. Yaani kama umekuja hapa ila ndani kutupu. Shetani anaweza kuogopa. Na shetani hana aibu. Yeye shetani hana aibu. Kama unashangaa popular musician wao unaona nao vifaa. Hana aibu. The way they dress. Hana aibu. Shetani hana aibu. Wewe tu ndio umeokoka, yeye unaogopa kudress kama uliokoka. Watanionaje? Lakini shetani hana aibu. Anapenda kufanya vitu vyake kwa excellent speed. Kwa roho ya ubora, sio tu kwetu. Yaani mpaka shetani huwa anataka kufanya vitu kwa nini? Kwa ubora. Ilikuwa siku moja ambayo hawa wana wa Mungu walikwenda kujiweka mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Ndio shetani. Wana wa nani baba? Wana wa nani? Wana wa shetani wameandikwa baba. Wana wa Mungu. Yaani kama leo tumekuja Jumapili, unakuta ni shetani kumbe limekaa hapa. Sio shetani hana aibu. Kama una nguvu, hana aibu. Anamuogopa yule mtu mwenye power. Yaani yule mtu ambaye ana nguvu ndio shetani anaogopa. Wana wa Mungu wameenda kujihudhurisha na shetani akaenda kati yao. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo lazima tutafute kufanya vitu kwa ubora. Shetani anatafuta kufanya vitu vyake kwa ubora. Yaani yeye mambo yake huwa hataki kukosea. Sasa Mungu atusaidie tunapotoka hapa tukaanze kufanya vitu vyetu kwa ubora. Tutakapovigusa tuviguse kwa ubora. Haleluya. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo jambo la kwanza, you should know kwamba mtu anayetawala ni aliye juu. Huyo ndo anayetawala. Huyo ndo ambaye anaweza akamiliki vitu. Tukamwona Sauli akamiliki vitu. Haleluya. Haleluya. Amen. Mungu mwema. Leo nipo Kampala na mwaka wangu wa 3. Na ninasoma medical lab. Sisomi kompyuta. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana apewe sifa. Lakini kama una nguvu tutabakia tu kuumia. Mbona hichi hakitokei? Mbona hichi hakifanyiki? Mbona hichi kimekuwa hivi? Lakini ukweli kwamba hatuna nguvu kwetu. Bwana apewe sifa. Amen. Sasa Mungu akatusaidie tukaipokee roho ya ubora. Roho ya kufanya vitu kwa ubora. Roho ambayo itatusaidia tunapovigusa, tunavigusa katika ubora. Na watu wakituona wanaona hawa watu wameokoka na wanampenda Mungu. Bwana apewe sifa. Acha aibu, acha kuona aibu.
dunia haina huruma hata siku moja. Wao watabaki tu kucheka kwamba bwana tulikwambia. Njia hii kwa umeenda hivi. Kwa hiyo kama tumechagua kumtumikia Mungu, basi tumtumikie kwa viwango vya juu zaidi. Usikae kudonoa. Usikae maeneo ya kati kwamba mimi nitaenda bishop akinipigia, okay, nitaenda naona kumbe ananikumbuka, ngoja niende. Kama umechagua kumtumikia Mungu, basi fanya kweli kweli. Hamjaona watu wanaoga kwenye njia pande? Hamjaona watu wanawahi kwenda kuogesha mavitu yao? Hawana aibu. Ni wewe tu unasema mimi watanionaje na Mungu wangu? Yaani ni wewe tu umebaki kusema watanionaje vijana wenzangu wote mimi navaa suti. Yaani wewe tu umebaki kusema mimi sitaki, unajua wale pisi wakiniona kuna namna fulani atanichukulia huyu jamaa anaomba sana. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Mungu atusaidie tuwe na roho ya ubora. Haleluya. Roho ya ubora atatusaidia kufanya vitu kwenye excellence way. Na utakapofanya watu watajua kwamba huyu ni mtu wa Mungu amefanya. Haleluya. Okay. Naomba sasa tusome kitabu cha msingi ambacho nakisimamia, Daniel 6 sura 6:2. Naomba tuende kwa haraka. Daniel 6 6:2. Kama unapata soma kwa haraka tuombe. Kitabu cha Daniel sura 6 mstari wa 2 nao unasema hivi: na juu yao akaweka wakubwa watatu, na Daniel alikuwa mmoja wao, ili maliwali hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Amina. Endelea. Tatu inasema, basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali. Amen. Nimepata hapa. Anasema basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na watawala, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Weka na Kiingereza hapo. Bwana apewe sifa. Danieli akapata sifa kuliko viongozi wote. Kwa nini alipata sifa? Kwa nini Danieli alionekana bora? Biblia inatuambia kwa sababu roho bora. Roho wa ubora. Nataka Kiingereza haraka. Roho wa ubora alikuwa ndani yake. So there is no way unaweza ukafanya vizuri kama huna roho wa ubora. Hakuna namna unaweza ukamanifesti kwenye kile kitu ambacho Mungu ameweka kwako kama huna roho wa ubora. No way. Kama huna roho wa ubora, iwe ni biashara, iwe ni uimbaji, iwe ni uinjilisti, iwe ni huduma yoyote, hakuna namna utamanifesti kama huna roho wa ubora. Utaishia kuwa mtu wa kawaida, na sisi tutakuona wa kawaida. Kama ni mwimbaji utaendelea kuimba, viungo vyako vitaendelea kuwa vile vile. Hakuna kuongezeka, hakuna kukua, kwa sababu hakuna excellence spirit kwako. Haleluya. Kumbe tunahitaji hamna na Kiingereza. Nisomea Kiingereza. Msaidie kusoma. Ndio. Daniel chapter 6 verse 2. And over these 3 presidents, of whom Daniel was first, that the princes must give accounts unto them, and the king should have no damage. Number 3. Then this Daniel was preferred above the presidents and the princes, because an excellent spirit was in him. Let me repeat. Then this Daniel was preferred above the presidents and the princes, because an excellent spirit was in him. Yes. Ni kwanza kusikia neno. Excellence Spirit was in him. Roho wa ubora. Yaani Daniel ni mtumishi wa Mungu, kumbuka. Daniel is a man of God. Daniel ni mtumishi wa Mungu kabisa. Anaonekana bora kuliko viongozi wote ambao mfalme amewaweka. Kwa nini Daniel aonekane bora kuliko
kuliko viongozi wote ambao mfalme ameweka, kwa sababu ya excellence spirit. Yaani sio Daniel tu, ila Roho wa Bwana alikuwa anamsaidia Daniel kuonekana ni mtu mwenye sifa nyingi, kwa sababu Roho wa Bwana. Sasa hapa ninakukumbusha kwamba maisha sio tunavyoishi hivi nje tunavyoona. Je, ukiwa sirini unafanya nini? Ukiwa peke yako, umekaa peke yako, unafanya nini? Sasa kuna mtu leo na kuhakikisha ndo anafungua Biblia. Yaani leo hivi ndio anafungua, anasema kumbe ndege alikuwa amechafua Biblia. Wewe leo tunaona. Kuna mtu leo ndo anapata jamani, sijaomba wiki nzima. Ngoja niombe leo. Leo. Sikiliza mwanangu. Kwenye dunia tulionayo inahitaji watu ambao wanasema mimi nimeamua kumtumikia Mungu. Yaani mimi nimeamua. Na Mungu anamwangalia mtu mmoja, haangalii kundi. Yaani leo Mungu anaweza kufanya visitation hapa, anakuangalia mtu mmoja. Sinaelewa, haangalii kundi. Kwa hiyo sasa, jamani leo tumebarikiwa. Sema leo nimebarikiwa mimi. Sinaelewa, anaangalia mtu mmoja. Ndio maana Biblia inatuambia hivi, kwa maana kushindana kwetu. Kushindana, there is a fighting. Yaani hakuna kushinda, hajasema kwa maana kushinda. Kwa maana kushindana kwetu. Yaani kuna kushindana. Ili upate vitu kuna kushindana kwanza. Hasa unashindanaje mtu? Ibada zako hazieleweki. Moyo wako mbele za Mungu hakuelewi kabisa. Unashindana. Ndio maana sisi tunabaki kuwa watu wa kawaida. Tunabaki kuonekana watu wa kawaida. Na watu wameshakuzoea kwamba sisi ni wa kawaida. Bwana ape sifa. Bwana ape sifa. Haleluya, haleluya. Siku nafika hapa wakati namwona Bishop. Bishop ni mtu ambaye amekataa kuwa mtu wa kawaida. Sasa sijui kama wewe bado una ule wa kawaida, ila yeye amekataa kuwa. Ndio maana hapo mtu akifika akaenda akamwangalia tu askofu, akiambiwa askofu akatai bwana. Sio? Yana akafika akaingia askofu akatai. Sio? Mtu mmoja akasema hivi. Yaani mtu akiwa hujui siku anayokuona atakutambulisha kama nani, atakuona kama nani. Bwana pezi. Yaani ndio umekutana na mtu hakujui. Siku ya kwanza ile impression ya kwanza anakuona, atakutambua kama nani. Bwana pezi. Bwana pezi. Amen. Daniel anapata sifa nyingi kwa sababu Roho wa Bwana. Naomba niende wapi? Sasa tumesema nini kilichomsaidia Daniel kupata sifa nyingi nini? Roho wa Bwana. Sasa how tunaweza huyo Roho wa Bwana tunaweza tukampata? Namna gani Roho wa Bwana tutampata ili na sisi tunaofanya vitu vyetu tufanye katika ubora? Na sikiliza nikwambie, ukishaanza kufanya in excellence way, watu ndio wanaanza kutafuta. Ukishaanza kufanya vitu katika ubora, watu ndio wanaanza kutafuta. Kama nilivyokuambia kwamba anayeonekana ni wajuu, na ukishaanza kufanya vitu kwa ubora, jua kwamba umeanza kwenda juu. Watakutafuta, watakupigia simu. Bishop njoo ufanye huduma huko. Sasa ukiendelea kuwa kawaida, hata siku moja hakuna dai utafuta. Watu wanatafuta ile tamaa kwamba una nini brother? Wewe ni mwimbaji, ukishaanza kufanya katika ubora, utapigiwa simu. Njoo sehemu fulani huko. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Hakuna namna ambao utatafutwa. Hakuna namna ambao watu tutakuona kama ufanye vitu kwa ubora. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza, mahusiano yako na Mungu. Mahusiano yako na Mungu yatadetermine Roho wa Bwana awali ndani yako. Mahusiano yako na Mungu. Mungu ndio foundation ya kila kitu. Mungu ndio msingi wa kila kitu. The way unapohusiana na Mungu, ndio maana Mungu tangu alipomuumba mwanadamu, jambo la kwanza aliloliweka ni mwanadamu afanye fellowship na yeye. Biblia inasema ilikuwa wakati wa jua kupunga,
Mungu alikuwa anakwenda anawasikiliza. Sasa je, mahusiano yako na Mungu yakoje? Ukiwa unajiangalia, ukiwa umekaa peke yako, ukiwa unajiangalia, je, mahusiano yako na Mungu yakoje? Kwa sababu mahusiano yako na Mungu yataamua kile kiwango cha ubora, kile kiwango cha roho bora kukaa kwako. Sasa wengi wetu tumeokoka, lakini mahusiano yetu na Mungu hakuna. Ukijiangalia unajishuhudia kabisa kwamba unaona ukavu, yani unaona kabisa sisikii ule uwepo. Ukikaa hausikii uwepo, kwamba we communicating, tuna communicate na Mungu, tunaongea na Mungu, unajiona kabisa hausikii kitu. Bwana apewe. Bwana apewe. Mahusiano yako na Mungu yakoje? Wewe na Mungu wako mnahusiana vipi? Muulize mwenzako, mahusiano yako na Mungu yakoje? Bwana apewe. Sasa fakta ya kwanza ambayo itatusaidia law of God. Law of God akae kwetu ni how tuna relate na Mungu wetu. Namna gani tunahusiana na Mungu wetu. Biblia inasema mtu yeyote akitaka kunifuata na afanyaje? Ajikane. Akisha kujikana anifuate, alafu ajitwike. Bwana pesi. Sasa principle ya kwanza ya kumfuata Mungu ni kujikana. Unaelewa mtu akisema kujikana? Yaani jikatae. Yaani wewe jikatae. Yaani desire za kwako wewe zikatae. Alafu mfuate Mungu. Fuate Kristo. Hapo jitwike msalaba wake. Sasa hapo ndio tunashindwa kwenye kujikana. Ila wenzetu kwenye hilo eneo wameliweza. Wao kwenye kujikana, kujitoa akili tu. Hapo akili. Ila sisi kwenye hilo eneo kujikana ndio kipengele kinapoanzia. Lakini ukweli kwamba yeyote anayetaka kunifuata na afanyaje? Ajikane. Hapo anifuate, ajitwike msalaba wangu. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Namna ambayo leo ubora tutampata na atakaa kwa nguvu ni ule wakati tunaamua kujikana. Ni ule wakati tunasema mimi na maisha yangu nimeamua iwe ni kwa ajili ya Kristo. Paulo anasema kuishi kwangu ni Kristo na kufa. Yaani maisha yake anasema kuishi kwangu ni Kristo. Sio kuna sehemu nyingine anasema mimi nikinitenga na ufalme wa Mungu, je ni dhiki, je ni njaa, je ni shida? Lakini anasema katika mambo yote ninashinda na zaidi ya kushinda katika njia nguvu. Bwana apewe. Bwana apewe. Sasa Mungu anaangalia mtu ambaye anasema ameamua kumfuata. Anatafuta mtu anayesema mimi nimeamua kumfuata Kristo. Haijalishi zije changamoto za aina gani, mimi nitabaki kusimama na Kristo. Haijalishi vije vitu gani, mimi nitabaki kusimama na Kristo. Bwana apewe. Bwana apewe. Mungu anatafuta watu kama hao ili watumie kwa viwango vikubwa. Kwenye eneo la biashara unalofanya, bali Mungu anatafuta kutumia kwa namna kubwa. Hivyo viwango ambavyo uko navyo sasa bado anataka kutumia kwa viwango vikubwa. Sasa anautaka moyo wako kwamba je, umeamua kumfuata? Haleluya. 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 Itoshe dunia kutuona sisi ni watu wa kawaida. Itoshe ulimwengu kutuona sisi ni watu wa kawaida. Lakini sasa tuamue kuanza kumfuata Kristo kwa kumaanisha. Bwana apewe sifa. Tunapomwangalia Daniel, naomba nimtoe Daniel mfano. Tunapomwangalia Daniel, Biblia inasema alipata sifa kuliko viongozi wote. Lakini tunaona kwamba Daniel alichokuwa anamsaidia ni excellence spirit of excellence ambayo ilikuwa ndani yake. Lakini Biblia inasema kwamba huyu Daniel ukija kuangalia tiba zake, pamoja na kwamba na majukumu yote, Biblia inasema kuna wakati alikuwa akiingia, kuna wakati sasa imesainiwa kwamba kwa sababu wale watu wakatafuta, mbona huyu anafanya vizuri, mbona huyu mfalme anamsifia, sasa ngoja tumharibie. Wakatafuta namna ya kumharibia. Biblia inasema kwamba
Daniel akaona wametangaza, mfalme umetangaza mbingu kwamba atakayeonekana anamuomba Mungu mwingine. Lakini Daniel akaogopa, anasema akafungua milango, akafungua madirisha, afu akapiga magoti akaomba. Sasa ukisoma Biblia vizuri inasemaje? Hakuomba tu kwa sababu amesikia hiyo mbiu. Biblia inasema akafanya hivyo kama alivyokuwa akifanya kila siku. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Sasa sikiliza. Hakuna mafanikio Mungu atakupa kama hauna hali ya kudumu. Leo unasema nimeamua, tunatoka mleo, unasema na nimeamua kumtafuta Mungu. Lakini baada ya siku mbili unaacha. Unaona umechoka. Unaona kama huwezi kuendelea. Mungu anatafuta mtu ambaye anasema mimi nimeamua, mimi nimejikana. Anatafuta mtu mwenye consistency ya kudumu kwamba kila siku. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Itoshe ulimwengu kutuona watu wa kawaida. Itoshe ulimwengu kutuona sisi hatuwezi kufanya vitu vya maana. Sasa mahusiano yetu na Mungu yakoje? Foundation na Mungu ikoje? Kuna vitu Mungu akupi kwa sababu akiangalia mahusiano yako na yeye, anasema kwa nini unimpe? Kwa nini nifanye kwa huyu? Maana akiangalia mahusiano yako, anaona baada hajakaa vizuri. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Sasa kwenye mahusiano na Mungu, jambo la kwanza, amua kwa dhati kuwa mtakatifu. Kuna kitu kinaitwa utakatifu. Kwenye mahusiano yako na Mungu, kuna jambo linaloitwa utakatifu. Amua kwa dhati kuwa na maisha ya utakatifu. Bwana apewe sifa. Kinachotuua siku leo, maisha ya utakatifu hatuna. Tukikaa hivi tunaonana, unaweza kusema mtu wa maana, lakini ukimkuta sirini ambako mchungaji amwoni, ambako hakuna mtu anayemwona vitu anavyofanya. Haleluya. Haleluya. Amua kwa dhati kuwa na maisha ya utakatifu. Ukishaanza kuishi maisha ya utakatifu, Mungu ataanza kuweka ajenda zake kwako. Bwana apewe sifa. Biblia inasemaje? Wakorintho wa kwanza anasema na watu hesabu hivi ya kwamba tuma wakili, tuma balozi wa siri za Mungu, na katika huo wakili utakatifu ndio uonekane. Biblia inasema Bwana apewe sifa. Kwa jambo la kwanza, amua kwa dhati unapotengeneza mahusiano yako na Mungu, amua kwa dhati kuishi maisha ya utakatifu. Mungu hawezi akatusikia kama hatuna maisha ya utakatifu. Believe me. Believe me. Na Mungu anatupenda watu, ndio kutoa mfano. Wote anatupenda. Ila kama hatuna maisha ya utakatifu, tutaishia kuona wengine wanafanikiwa. Tutaishia kuona wengine wanaendelea mbele. Lakini sisi tutabaki kwenye viwango vile. Sisi tutabaki kwenye maisha yale kwa sababu bado hatujaamua kuishi maisha ya utakatifu. There is no way kama tutakaa kwenye utakatifu, Mungu ataanza kuachia ajenda zake kwetu. Haleluya. Haleluya. Tunakumbuka Adam na Eva. Mungu kawafanya yeye kwa mfano wake. Lakini walipokosea, walipoenda kinyume, walipoacha maisha ya utakatifu, Mungu hakuwa na namna yote tena ya kurudia. Bwana apewe sifa. Hakuwa na namna yote ya kuendelea kuwa nao. Mahali ambapo aliwaweka kulikuwa kuna kila kitu, akawatoa. That is God. Kwa Mungu anatafuta watu ambao wanasema tumeamua kutembea kwenye utakatifu. Tumeamua kuishi kwenye utakatifu. Unafanya nini siri? Ukiwa peke yako nini unachochacha? Ukiwa peke yako nini ambacho unafanya? Haleluya. 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 Sasa maisha yako ni ya kwako na Mungu. Kama unatamani kutoka kwenye hilo eneo, basi amua kwa dhati. Amua kwa dhati kuishi maisha ya utakatifu. Haleluya. Haleluya. Utasoma Zaburi 16 mstari wa 3. Biblia inasema ukiwa mtu ambaye unaishi maisha ya utakatifu, utakatifu na kufanya uwe mtu unayependeza moyo wa Mungu ukiwa duniani. Kwa hiyo kama unaupendeza moyo wa Mungu uko duniani, Mungu ataanza kufanya kwako, kwa sababu wewe ndio mtu ambaye anapendezwa na wewe. Bwana apewe sifa. Jambo la pili, jaza neno ndani yako.
An excellent spirit haiwezi ikaje hivi. Weka neno, jaza neno ndani yako. Neno ndio foundation. Ndio nasema hapo mwanzo kulikuwa na nini? Na neno. Kwa neno ndio foundation ya kila kitu. Mungu hawezi akafanya nje ya kile unachokielewa, nje ya kile ambacho umejaza. Sio? Kwa hiyo neno ni muhimu. Kuwa na neno ndani yako inakusaidia uwe na revelation ambazo Mungu anaanza kufanya kupitia hizo revelation hizo. Haleluya. Haleluya. Sasa kama hujui kwamba Mungu ametuahidi utajiri, utakuwaje na mawazo ya kuwa tajiri? Kama hujui kwamba kuna neno nasema wewe ni nuru ya ulimwengu, utakaje kuwa nuru kama hujui kuwa wewe ni nuru? Kwa hiyo Mungu anafanya kutokana na kiwango cha neno ulichojaza. Hafai nje. Haleluya. Kwa hiyo jambo la pili ni jaza neno kwa wingi. Neno likae ndani yako. Unakuta watu wakiongea unasema huyu jamaa ameongea vizuri, huyu mtu ameongea vizuri. Sio yeye, ani excellent speech. Na kwa sababu ameweka neno, Mungu anampa hekima kwenye kinywa chake. Mtu akiongea haongei ujinga. Mtu akiongea anaongea vitu vya kujenga. Bwana apewe. Bwana apewe. Hujaona kwamba kuna sehemu nyingine kwamba jamani, kwa hichi kitu tumtafuta mtu fulani aje amue. Kwa nini aje? Kwa sababu excellent spirit amejaza neno. Mungu anampa hekima kwenye kinywa chake. Anachokiongea hakuna naye. Sasa kama unataka tuwe na excellent spirit, tujaze neno. Pata muda wa kujaza neno. Usijaze maandiko. There is a difference kati ya maandiko na neno. Neno ni revelation. Kujaza mafunuo. Jaza neno. Haleluya. 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 Kama utakuwa mtupu, hauna neno, believe me, there is no way ambao unaweza kutembea mbele. Hakuna namna ambayo unaweza kutoboa mbele. Kwa hiyo weka neno ndani yako. Neno lijee kwa wingi, kwa sababu neno ndio foundation ya kila kitu. Ukijaza neno, unaweza kuumba vitu vikatokea. Unaweza kuumba vitu vikawa halisia. Lakini ukiwa na neno ndani yako. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo Zaburi ya 119:91 anasema kijana afanyaje isafishe njia yake? Anasema ni kutii na kulifuata neno la Mungu. Anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Kumbe unapojaza neno linakusaidia usifanye dhambi. Kuna wakati unajua, mbona mimi kila siku naanguka? Mbona kila siku narudi nyuma? Kumbe hujajaza neno. Hauna neno ndani yako. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Hebu tuamke tujaze neno, au tuone Mungu akitutumia kwa bora kwenye maeneo yetu. Bwana apewe sifa. Sasa kuna mahali fulani Biblia kwa habari ya Petro. Anasema, Bwana Mungu, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Walifanya kazi sio kwamba wakufanya, lakini kazi ilikuwa ina ubora walifanya. Anasema Mungu, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, lakini kwa sababu Yesu ambaye ndio neno amekuja niwaambia kwamba shusheni nyavu tena. Petro anasema ni kweli tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, lakini kwa neno lako tunashusha nyavu. Kumbe neno ndio foundation ya kuumba vitu. Ukiwa na neno utafanya vitu katika ubora, hautafanya kitu pasipokuwa na maelekezo. Leo wengi tunafanya vitu ambavyo hatukutakiwa kufanya. Sio kwamba ni dhambi tunayovifanya, lakini hatukutakiwa kufanya hivyo sisi. Bwana apewe sifa. Tunafanya kazi ambazo sio za kwetu. Sio kwamba ni kibaya kufanya kazi, lakini unafanya kazi ambayo hukutakiwa kufanya. Ndio maana unashangaa, mbona mimi sitoboi? Mbona mimi sitembei? Kumbe unafanya kitu ambacho hukutakiwa kufanya. Bwana apewe sifa. Kwa sababu gani? Neno ndani yako hamna. Haleluya. Haleluya. Vijana wenzangu tupo. Tujaze neno. Neno ndio foundation. Haleluya. Naomba nini hapa? Eneo la tatu. Eneo la kufunga na kuomba. Eneo la kufunga na kuomba. Mungu anapo
kuongeza. Mungu anapoendelea kufanya kuwa juu, eneo litakoza uwe imara sana. Eneo la kufunga na kuomba. Na kama unataka utembee na nguvu za Mungu, kama unataka uwe mtu unayebeba nguvu za Mungu, ujikite kwenye kufunga na kuomba. Yaani kama unataka uwe mtu ambaye unabeba nguvu za Mungu, jikite ile eneo kufunga na kuomba. Utamwona Mungu anakutumia. Kwenye eneo ambalo utamwona Mungu anakutumia. Bwana apewe. Bwana apewe. Lakini kanisa la leo tumeacha desturi ya kufunga na kuomba. Kanisa la leo tumeacha kabisa. Mtu anafunga kwa sababu ni ratiba ya kufunga. Mtu anaomba kwa sababu ni ratiba ya kuomba. Haleluya. 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 Mtu anafunga kwa sababu tu ameambiwa kwamba ndio kufunga. Mtu anaomba kwa sababu ameambiwa ndio kuomba. Yamekuwa sio maisha ya mtu na Mungu. Ndio maana tunashangaa hatumuoni Mungu kwenye maisha. Sasa huyu Daniel, sifa moja ambayo ilimsaidia, alikuwa ni mtu wa kufunga na kuomba. Na sio anadonoa. Yaani sio kwamba leo ana boost, kesho ameacha. Alikuwa ni mtu wa kufunga na kuomba. Ndio jambo ambalo lilimsaidia Daniel kuwa bora. Bwana kose. Unapomwona mtu anaitwa Esther, alikuwa ni mtu wa kufunga na kuomba. Bwana kose. Unapomwona mtu anaitwa Musa, alikuwa ni mtu wa kufunga na kuomba. Mtu anapata kibali cha kuongea na Mungu uso kwa uso, ni mtu amefunga. Ukisoma Biblia inasema alikaa siku 40. Bwana kose. Yesu tunayemjua kabla hajaanza huduma akasema siwezi, sitafanya kwa ubora, ngoja niingie mlimani. Akaingia siku 40. Mimi nasema aliporudi alirudi kwa nguvu, alafu sifa zake zikaenea. Bwana kwesi. Hebu tuangalie andiko, nifungulie Luka 4 mstari wa kwanza na mwingine asome mstari wa 14. Namaliza, nimezidisha dakika ngapi? Naomba nimalize kabisa. Luka 4 mstari wa kwanza. Anasema, na Yesu akiwa amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho kwa muda wa siku 40 nyikani. Niwekee mstari wa 14. Huyo ni Yesu ambaye tunamjua kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Hakuanza huduma kapu. 14. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Bwana pasi. Unaona nguvu ya kufunga na kuomba. Yaani aliporudi mwanaume ametua tu, watu wakaanza kumtambua. Sifa zake zikaanza kuenea. Kuna mtu anaitwa, kuna mtu. Sasa believe me kwamba unaoona leo wote maarufu, unaosema wao ni maarufu, kuna sacrifice ambao walifanya. Sasa wewe leo ukiona unasema mimi nataka niwe kama Paul Clement, niwe kama Simfuku, haujui gharama ambao waliweka. Yesu tunayemjua kabla ya kwanza huduma yake akasema hapana, ngoja kwanza nikamtafute Mungu. Aliporudi akarudi kwa nguvu, hapo sifa zake zikaenea mji mzima. Sina leo. Bwana apewe. Kwa hiyo kitu ambacho anakifanya leo, inawezekana Tanzania ikajua kwamba kuna mtu anafanya hichi kitu, lakini pale ambapo umemjaza Mungu ndani yako, inawezekana kabisa watu wakati. Sasa maajabu unakuta hata mtaa wako unaokaa hawajui kwamba wewe unauza duka, hawajui, kwa sababu wewe ni mtupu. Bwana apewe. Kwa eneo la kufunga na kuomba ni eneo muhimu sana la kuzingatia. Kama tunataka tumuone Mungu kwa namna ya leo, ili eneo
tulizingatie sana eneo la kufunga. Usifunge kwa sababu ni ratiba, usiombe kwa sababu ni ratiba. Fanya kwa sababu ni maisha yako ambayo umejiwekea. Wewe utaanza kuona Mungu kwa namna ajabu. Utaanza kuona Mungu anafanya vitu kwa namna tofauti. Na Mungu anapokuinua juu, watu wanaanza kukuona zaidi. Bwana kazi kama naomba simama. Tunamwona Mungu yote. Huyu nimemwona kwa sababu ni mrefu sana. Mnani usema wale? Yeye atasimama, si ndio? Kwa sababu ni mrefu sana. Mfupi sana. Sawa, naomba nikutolee. Nataka mfupi, naomba usiangalie. Kama moja. Ada mle. Kanya maji. Sasa dunia inapokutazama, dunia inapokuangalia, unaona hivi? Nikiangalia hapa mimi nitakayemwona, unafikiri ndio mwana? Utamwona wewe. Sio? Nyuma yule pale akae mfupi zaidi hapo. Wewe kijana, wewe. Wewe. Nataka mnielewe. Sogea. Huyu ameshaondoka. Dunia inamwangalia tena, inaangalia nani yuko juu sasa. Inamwona nani? Huyu hapa mbele. Sina leo. Sasa Mungu anapokuinua unakuwa juu. Unapoanza kuinuka kwa juu, basi jua kwamba watu wengi wanakuona. Kwa sababu uko kwa chini. Si wengi mko chini. Kwa sababu dunia walio chini ni wengi kuliko walio juu. Niamini mimi. Walio chini ni wengi kuliko walio. Kwa hiyo kwa sababu wengi mlikuwa chini, mlikuwa watu walikuwa wakuoni. Si wote bwana vipi? Bwana vipi? Mnakutana kwa mko chini. Sasa unapoanza kuinuka, wewe jamaa, yaani unaanza kufanya hiyo. Unaenda. Wote wanaanza kuangalia, wanaona unaenda. Kwa believe me bwana. Hata aliye mbali kule anaona kuna mtu amelala pale. Ali kule mbona kuna watu wameinuka pale. Nani huyu? Sasa kama eneo hilo utakuwa huko vizuri, tutashangaa umeinuka umerudi pa. Bwana wewe. Jana shangaa umeinuka. Hapo kadita. Mnakutana tena. Vipi ni maisha. Zili kwa ile wewe unachukua kawaida. Bwana nimefungua pesa hapo. Na shangaa nimeibiwa. Unachukua kawaida. Kumbe wajanja walishakuwa umeinuka afu umekuona. Wanakuwa ipa. Wala kweli. Hata ile kanisa letu, hata ile mbali analiona. Sina leo. Tofauti tungekuwa level na nyumba za hapa kwamba tungekuwa sawa tu, yaani hamna mtu anajua na labu na kanisa. Kwa sababu ipo juu, kwa kila mtu wani. Bora unajenga mzee hivi. Kwanza kwa nini? Unapisha huko. Haiwezekani. Hasa kama tutakuwa ndio tutashangaa, jamani, tunaona tu huyu James mkubwa hatuwezi tuweke tu hapa. Vio unasimama na kutoa. Naona huyu James jamani. Huyu ni mkubwa sana jamani. Mimi naona ngoja kwanza hapo tunajipanga tena. Kumbe mashambulizi. Anangoja tu tushushe kidogo. Au tuweke tu kawaida jamani. Tusiwe na mambo mengi. Chelewa. Kwa hiyo ukiwa unaanza kuinuka juu, unaanza kufanya kwa ubora ile ndio kufunga na kuomba. Mimi nasema kwa maana inawezekana. Kwa maana inawezekana. Ila kufunga na kuomba. Kuna mambo hayawezekani ila kwa kufunga na kuomba. Bwana kazi. Bwana kazi. Kwa hiyo eneo ambalo tunahitaji kuwa imara. Na sio kwa kulazimishwa. Yaani mimi hataki kulazimishwa hapa kanisa. Tutakuwa na mambo jamani. Kama usipozuia, sijui sisi wenyewe itakuwa. Kwa hiyo ni maisha kwamba mimi lazima niombe, mimi lazima nifunge. Haleluya. Yaani lazima niombe, lazima nifunge.
Na lazima uwe na muda, kwa sababu nikwambia kitu. Huu muda tunao special sisi kizazi ambacho tunakuja. Gen Z. Huu muda sisi ndio muda wa kuwekeza. Kuna muda utafika kufunga masaa 12 ni ngumu. Yaani 12 nipe chai kwanza. Ila muda ambao unaona na nguvu ndio muda wa kwenda 3 kapu, muda wa kwenda 7. Huu muda. Sio? Na ndio muda wa kuwekeza kwa sababu mambo unayofanya. Wengi wetu tunakuja tukiwa na matatizo. Unakuwa mpole ukimkuta mpendwa na shida. Ni mpole hapo mtaratibu. Akiambia maombi, mimi nitaingia zangu. Hiyo nitakuwepo na yeye. Kwa sababu ameshikwa na mashida, yaani ameshikwa na matatizo ndio huyo sasa. Sasa haitakiwi kuwa hivyo. Sisi ndio kuomba. Leo amesoma kitabu Luka 18:1. Anasema imetupasa kuomba siku zote wala tusikate tamaa. Na Mungu anatuambia kama yule mwanamke alikuwa akimng'ang'ania kila siku, akamng'ang'ania kila siku kupata haki yake. Biblia inasema, je, Mungu si zaidi hata hapa wale wanaomsumbua? Sasa wewe umeomba, Mungu, mimi nataka nitoboe kimaisha. Mimi nataka nitoboe kimaisha. Siku ya kwanza, siku ya pili, mimi nataka nitoboe kimaisha. Siku ya tatu, nataka nitoboe kimaisha. Siku ya nne, anaweza kusema ila Mungu anaweza akawa hajaona basi. Ngoja niache kwanza. Kumbe ule wakati unaacha ndio Mungu alikuwa amesogea sasa. Kwamba ngoja nikafanye kwa mwanangu. Afu unasema mimi bwana naona kama Mungu alisikia. Ngoja niache. Mungu ndiye anakuacha. Kwa nini unajikuta ukikaa unakwenda unaamka, ngoja niombe, mimi nataka nitoboe kimaisha. Mimi nataka nitoboe kimaisha. Unarudi tena. Sasa Mungu anakuwa na vipindi. Anakuwa na misimu. Msimu ambao ndio afanye hichi. Wewe kisha nao unakuja kuomba ule msimu. Ambao sio tena hicho kitu kupata wengine wao. So lazima tuwe very clear na lazima tuwe makini sana. Bwana kwa sisi. Kwa hiyo ni eneo muhimu sana la kufunga na kuomba. Bila kulazimishwa, bila kushurutishwa, wewe mwenyewe utakuwa na ratiba ya kufunga na kuomba. Na umwambie Mungu, mimi nafunga na mimi naomba. Sio mpaka wakati upate shida, sio mpaka upate matatizo. Bwana kwa sisi. Sasa jambo la kwanza sema usiona Mungu. Jambo la mwisho, purpose au kusudi. Unataka kuwa bora kwenye eneo gani? Mwingine anasema mimi nataka kuwa bora. Wapi? Purpose, kusudi au kazi. Unataka kuwa bora ndio wapi? Wewe unataka kuwa bora. Mimi nataka kuwa mtu bora. Wapi? Sisi tukikuangalia tukuone kama na sisi tukikuona kama huyu mtu ni bora kwenye ile eneo. Wapi tuone? Bwana pesa, naomba tusimame. Naomba tusimame. Hallelujah. Hallelujah. And excellence is spirit. Spirit ambayo inasaidia kufanya vitu katika ubora. Sasa jambo hili, purpose au kusudi au kazi. Watu wanataka kuwa bora. Unapomwendea Mungu lazima uende mbele kwamba Mungu, mimi nataka unipe leo bora kwenye eneo fulani. Kama ni mfanya biashara, mwambie Mungu kwamba Mungu, mimi nataka niwe bora kwenye eneo la biashara. Sielewa. Kwenye lile eneo ambalo Mungu anataka akufanye kuwa bora. Sisi tukikutazama, sisi tukikuangalia, tunakuona kwenye ile eneo. Kwa sababu dunia haimtambui mtu mwenye vitu vingi. Eti wewe fundi simu, wewe mchungaji, wewe dalali wa vyumba, wewe sijui unauza nguo, wewe sijui unafanya nini, yaani una vitu vingi. Sasa dunia haimtambui mtu mwenye vitu vingi. Ndio maana leo ukitaja Diamond, unaelewa nini? Mtu akisema Diamond, unajua ni nani? Msanii wa muziki, basi. Yaani ukitaja tu unajua Diamond msanii wa pop. Kwa dunia ndio inatambua tu kwa namna hiyo. Usihold vitu vingi wewe mwenyewe. Tafuta eneo ambalo Mungu anataka wewe ndio uwe. Sinaelewa. Ile eneo ambalo Mungu anataka akufanye kuwa bora. Ile eneo ambalo unatamani Mungu akuweke kuwa bora kwenye ile eneo. Kwa sababu huwezi kuwa bora na haujui unataka kuwa bora sasa. Funika macho yako. Tutakuwa na dakika
mbili tu za kuomba. Mungu atupe roho. Ni kweli tumefanya vya kawaida vya kutosha. Ni kweli tumetembea kawaida vya kutosha. Na watu wametuchukulia kawaida vya kutosha. Funika macho yako, tuendelea kuomba. Lakini sasa tumwambie Mungu nataka ubora kwenye maeneo ambayo tunafanya. Ili kanisa Bishop maana yake ni kuwa kanisa international. Kama ni kanisa international, maana yake lazima liwe na watu wa ki-international. Tunapokuja siku nyingine tuone magari yamepaki hapo nje ya kutosha. Na inawezekana Bwana kwa siku. Na inawezekana kabisa tukaisha maisha. Pia nasema kwamba Petro akasema sisi tumeamua kufuata wewe. Je, sisi tutapata nini? Nini ambacho tutakipata kwenye kufuata wewe? Yesu anamwambia kwamba kwa sababu mmechagua kunifuata mimi, duniani mara 100. Alafu sio duniani tu, na mbinguni uzima wa milele. Kwa hiyo iko mara 100 yetu hapa duniani. Na sisi ndio tunamwakilisha Mungu hapa duniani. Inawezekana kuishi maisha mazuri. Inawezekana tukaonekana watu wa maana. Wewe tafadhali tu mwambie Mungu naomba unipe roho. Unahisi Mungu akimwema. Tumeambiwa tunahitaji kufanya tuombe roho ya ubora. Kila tunachokifanya kifanyike kwa ubora. Yes. Tafakari wapo unatakiwa ufanye mambo ya ubora.
chako kifanyike kwa bora. Na katika mafundisho amesema lazima tuwe na nguvu ya Mungu kama Danieli alivyopewa ile nguvu ikawa ndani yake, akawa na ushirika na Mungu. Kwa hiyo hata kama walimpinga, walimkataa, lakini Mungu alifanya kubariki. Hata kama mfalme hakumtaka Danieli, lakini nguvu ya Mungu ilimlazimisha mfalme amkubali Danieli. Kwa hiyo mwambie Mungu, ninataka nguvu ndani yako ikanifanye ninachokifanya kifanyike kwa bora, ikiwa ni kumtukuza Mungu, kumtumikia Mungu, kumsifu Mungu, kufanya biashara yako uifanye kwa bora. Sema Bwana Yesu. Sema tena Bwana Yesu. Sema tena Bwana Yesu. Ninaomba, wewe ni mwingi wa rehema, tena unafadhili, tena una huruma, tena una huruma. Na saa haya mtumishi wako ninaomba unisamehe. Nisamehe tena. Nisamehe tena. Ninayoyafanya nafanya chini ya kiwango. Ni ibada nazofanya nafanya chini ya kiwango. Bwana Yesu. Bwana Yesu, nisaidie nguvu yako. Nisaidie nguvu yako. Maana umesema ombeni mtapewa, tafuteni mtaona, bisheni mtafunguliwa. Naomba nguvu inijae, iniongoze. Maana kupigana kwangu si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu, ninaomba hiyo nguvu. Ninaomba hiyo nguvu. Nisaidie nguvu ya kufanya kwa bora. Nisaidie nguvu ya kutambulika ninapokwenda, niwe na wewe, waione nguvu yako. Nisaidie Yesu. Nakataa hofu. Sema nakataa hofu. Sema nakataa mashaka. Sema nakataa hofu. Nakataa mashaka ndani yangu. Roho ya mashaka ni uchawi kama uchawi mwingine. Sema nakataa. Nakataa kwa jina la Yesu. Roho ya mashaka itoke ndani yangu. Ninaosema ndani yangu, siwezi hiyo roho leo naiondoa, leo naikataa. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Toka ndani yangu, chomoka ndani yangu, toka ndani yangu kwa jina la Yesu. Kila vifungo vya giza, sema vunjika, vunjika, vunjika kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema nishike mkono, nishike mkono, niokoe, niinue, ninyenyue, nitambulishe kwenye huduma, kwenye biashara, kwenye kazi. Yesu, 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 niinue. Haya, tamka mwenyewe, tamka. Rema Mungu kete. Tamka mwenyewe. Tamka mwenyewe. Tamka mwenyewe. Tamka mwenyewe. Tamka mwenyewe kwa sababu ni imani. Imani ndio inatoka kwa hakika. Na imani inatuambia tuwe na hakika. Tamka mwenyewe mwana wa Mungu. Au kwa matendo siku ya leo. Mungu alikusudia usikie neno. Na baada ya hapo neno likakuinua. Mungu alikusudia hili neno likuinue. Mungu alikusudia hili neno likunyanyue. Mungu alikusudia hili neno likutendee mema. Mungu alikusudia hili neno likupeleke mahali. Mungu alikusudia hili neno likunyanyue. Tamka kwa jina la Yesu. Tamka na ukikataa kwa watu wa kawaida na ukatae kuanzia leo. Usiangalie kama wanavyoangalia. Usione kama wanavyoona. Hautashindwa tena. Hautashindwa tena kwa jina la Yesu. Roho zinafanya vitu vya kawaida. Roho zinafanya vitu vya kawaida. Havitakuwepo tena kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Roho za magonjwa zinazosababisha usiamini nguvu ya Mungu hazitakuwepo tena ndani yako kwa jina la Yesu. Toka haraka, tomoka, toka haraka, toka haraka. Kila kizuizi ndani yako, iwe ndani ya familia, iwe ndani ya nyumba yako, iwe ndani ya uzao, iwe ndani ya biashara, iwe ndani ya huduma, haina nafasi. Toka, 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 toka kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Haya, unataka kufanya biashara. Unataka kazi ya mkono wako. Unataka kazi yako, unataka kazi, unataka kazi. Unataka kazi kabisa. Inaomba Mungu. Ndio, Mungu. Unataka kazi njoo mbele. Mbona unataka kazi? Unataka kazi. Njoo kwa kabisa. Njoo. Utembee na imani. Njoo, unataka kazi. Unataka kazi. Njoo. Unataka kazi. Unafanya kazi. Unatafuta kazi. Haya, Mungu.
Usishangae watu mwangalie. Usiondoke na wewe. Tamka maneno yako vile. Siyakuruhusu tofa. Tamka vile unavyotaka. Biblia inasema Jona mtu nafsi mwake vile alivyo. Uweze kaona utawala wakati wewe mwenyewe ndani ya moyo wako hamna. Tamka vile vitu vikubwa ndani yako. Tamka vitu vyote unavyotaka vile kwenye moyo wako. Hakuna leo kuzuia upende kwenye maisha yako ikiwa umetaka. Rema oveke rema. Iwe ni kwa jina la Yesu. Sema kwa mlango wa kazi. Sema kwa kinywa changu. Kuna uzima, kuna uhai. Hakuna mgogoro, kuna moto. Kwa jina la Yesu. Naitaka kazi. Kuanzia sasa ninapotamka saa hii, mahali popote nitakapoingia kuitafuta kazi, mahali popote nitakapopeleka application zangu, mahali hapo, kwa jina la Yesu zikubariki, kwa jina la Yesu. Kuanzia leo hii, na mimi naamini itakuwa, na kuanzia leo hiyo kazi itakaokuja nitakutumikia na kazi yangu kwa jina la Yesu. Yesu. Kwa amesema asita kufanya kazi na sita. Yesu akupe kazi. Yesu akupe kazi. Yesu akupe kazi. Akupe kazi. Akupe kazi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nendeni na imani, nendeni. Sababu ya imani ya Zakari. Haya, wewe ambao unaomba kamata maana. Njoo, naomba usogea mbele. Unaomba sogea mbele, ina dakika 5. Sogea mbele ambao unaomba, unajisikia unaomba. Unatembea na usaidizi. Usiogope. Hata kama ni mzee wa kanisa. Hata kama ni shemasi. Usiogope. Njoo. Mungu atakusaidia. Na hata usiogope. Siri yako ni kwako. Sogea mpaka huko. Baba yetu uliye mbinguni, mapenzi yako ni kweli Bwana, wewe ni Mungu na tamkeni unachotaka Mungu afanye. Tamka. Kanisa hilo mikono yako ujue kwa watu wanaoje. Waliozaliwa wanaona mikono juu. Kwa kumaanisha kabisa. Mungu asante kwa watoto wako unawajua na utawaponya. Sana kwa sababu wengine ushawapo wanapoisha tena. Na wengine hawana visukari tena. Yesu mwana wa Mungu ni hai. Kila agano la adui linalosimama na kuinuka hali nafasi. Pokea shukrani kwa sababu ya kushinda tena. Asante. Haya, simameni mahali mliko. Simameni. Kila mtu akamata na hukumu. Kila mtu akamata na hukumu, maana hukumu pana kusumbua. Haya, mchungaji weka mikono, maana wote ni wanawake. Joka nyuma mtu mmoja.
nakukemea sasa. Nakukemea, anahitaji kuomba. Hahitaji kuwa mgonjwa tena kuanzia leo. Mwachie. Kuanzia leo mwachie. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Kila mlichoingiza ndani yake, mliingiza. Hakuna uchawi. Hakuna uganga. Hakuna uganga. Na ninapomaliza kunena hili neno, amefunguliwa. Mzigo ulikuwa juu yake umeondolewa. Operesheni inaendelea. Kama unapoona
mlango ufungwe, damu ya kondoo takasa kufanya kuwa huru na kufungua kila udhaifu wako, na jina la Yesu kaingie. Natamka kwa jina la Yesu Kristo wa Mungu hai. Asante kwa kuleta